Thank you, tafadhali tuketi. I'll be very brief. The Cabinet Secretary for Agriculture, the Honorable Mithika Linturi, our hosts, Governor Cecily Mbarire, Mwaliwa Jage, Embu Senator Alexander Mundege, Kava Mundege tuwekagata. MP wetu wa Manyata, Bwana John Mukunji, other members of Parliament, Chairman of Kenya Dairy Board, Genesio Mugo, the Managing Director, Margaret, MCAs, viongozi wote waliofika, wakulima, Adwaye Embu, Murearo, Muriega, Gaine Mwega, Nahidi Shiothe, Gaiya Isiara ni Mwathani Agosho. It is a special occasion for me to meet and engage with farmers on this day as they seek more knowledge and good practices to boost production. With the agricultural sector employing more than 80% of our people, we have every reason to support such exhibitions which strengthen the capacity of our farmers for high productivity. It is for this reason that I wish to congratulate the Embu County, the Kenya Agricultural Livestock Research Organization and other actors for organizing this great event. It feeds directly into the realization of the agricultural pillar of the Kenya Kwanza Plan. Esteemed farmers and exhibitors, consequently, we are undertaking radical reforms in the various subsectors in agriculture, including coffee, tea, dairy, macadamia, avocado, maize and sugar, and all other sectors. For instance, since we reopened the Nairobi Coffee Exchange in August 2023, farmers have sold more than 13,400 metric tons. This week, we also hosted a corresponding visit by Colombian farmers and experts on coffee because we are determined to push our annual production from 51,000 metric tons last year to 200,000 metric tons by the year 2027. As promised by President William Ruto, starting this month, our farmers will earn 50 shillings per liter of milk. With an investment of 5 billion Kenya shillings for modernization of the new KCC, 50 Kenya shillings is just but the start as we look forward to offering our farmers more. Esteemed farmers and exhibitors, we are also establishing structural support systems such as milk coolers to tame post-harvest losses, which start at about 270 million liters annually. Already, 365 coolers have been installed in key milk production areas, and Embu County dairy farmers will benefit as we scale up the installations across the country. A small-scale dairy farmer in the relatively dry Bere region who cannot afford a cooling system will not worry about milk spoilage due to heat. Furthermore, with an allocation of 400 million Kenya shillings, we are availing sex semen for quality dairy breeds. This is towards meeting our target of raising milk production from 5.2 billion liters to 10 billion liters by the year 2027. It is part of our strategy of increasing the foreign exchange earnings from dairy farming in exporting up to 1 billion liters per annum. We want to expand our export portfolio for the small-scale farmers to also taste the US dollar like their tea and coffee counterparts. Esteemed farmers and exhibitors, on the other hand, the Ruto administration aims to adding importation of leather products in the next 2 years or so. Kenya being one of the countries with the highest population of livestock in Africa, reviving the leather industry will reduce our expenditure on importation by over 9 billion Kenya shillings annually while employing more than 80,000 people in our country. At our plan, the manufacturing strand therefore relies on high performance of the agricultural sector under the various value chains.
In investing in value addition, we are transitioning our country from an active imports reliant to a vibrant export economy. Esteemed farmers and exhibitors, we are not leaving fisheries behind, and with an estimated capacity to producing 11 million metric tons per year, the fisheries subsector has a potential of contributing over 750 billion Kenya shillings to our economy. Esteemed farmers and exhibitors, over the last 1 year, the national government, in collaboration with counties, has commissioned construction of several county aggregation and industrial parks across the country. The Cabinet Secretary for Investments, Trade and Industry, Rebecca Miano, launched construction of such a facility here in Embu in December. We'll continue doing so because we no longer want to place value addition in Nairobi and other major towns only. We want to ease access to value addition facilities to the farmer at the grassroots. In a circular economy, you are learning integration of simple technologies of reducing the cost of production and conserving the environment. On this note, I encourage you to consider mixed farming and integrating the recycling of farm waste. On the other hand, livestock is exposed to the negative impacts of climate change, and I therefore encourage you to consider insurance. We count on you, our small-scale farmers, and in your small way, help us mitigate the effects of climate change. And I wish you a fruitful exhibition. Asanteni sana wakulima wetu. Mimi niongeze tu, niseme kwanza, Kenya Dairy Board nataka kushukuru kazi yenu mnafanya. Sio hapa Embu, lakini Kenya nzima. Na mimi na Rais William Ruto tulimteua Genesio kuwa mwenyekiti wa Kenya Dairy Board. Na huyu Genesio ametutia heshima kama watu wa Embu na watu ya Mlima Kenya. Kati ya wale watu tulipatia Rais William Ruto kutoka hapa Embu na Mlima Kenya, huyu Genesio ametutia heshima kama jamii. Na mimi nikiwa kiongozi wenu, amenitia heshima kwa rais kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa kufanya kazi ambayo inaonekana. Kwa hivyo Genesio, mimi nakuambia wewe endelea, kanyangia hapo. Kinyero hau morio. Katiguo. Ni akita wega. Ini akahiria giteo. Na akahiria andu ayo bugiteo. Tukamenya katwe jamba ciawe. Tondu twahe andu wira nitukwenda andu aria twera president ya hewira. Akuma guku gwitu ithuĩ tũrĩ andũ a wĩra tũtirĩ igũta, tũrĩ andũ a kũrumia wĩra twĩhiti cia wĩra. Ũkaruta wĩra tũtakaruta rĩngĩ. Jabera aruta wĩra teranunga wĩra. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Ya pili, tumeambiwa mambo ya maziwa ya mbuzi, ya kwamba mbuzi ni kilo 5 alafu inatoka shilingi 90,100. Hata mimi nataka wanitafutie mbuzi 10 20 niweke pale nyumbani. Na unajua hii mambo ya mbuzi, mkulima yule mdogo ataanza hapo. Anaanza na mbuzi 1, 2, 3, 4, ikifika 10 analeta ng'ombe, anaunganisha pamoja. Kwa hivyo tumeshukuru sana ile tumeona hapa. Na tumeona breed mpya inatoa kilo 5. So tuendelee na hiyo kilimo, na Governor Karinda vile umesema utasaidia wamama na wazee, kanyangia hapo. Letea wamama mbuzi na hao wazee. Sasa wewe ni governor na uko na kigena, si ndio? Ndidinyo mwathurire kaide tugakajage. Ithe muti yake muthurire amurehagira indo. Ni amurehere indo, arehere atimia mburi na athuri amateithie. Na hii ndio bottom up, tujenge ile watu wako chini. Pia ningetaka niseme mambo ya kahawa tumengangana. Jana nimekuwa na watu kutoka Colombia na tumeongea mambo mengi. Na hii mambo ya kahawa itakuwa sawa. Unajua kwa muda mrefu kumekuwa na mnyonyaji kati ya mkulima na mwenye kukunywa kahawa hapa katikati. Na rais aliniambia nipambane na hiyo watu. Na huyu Karinda alikuja Meru akawataja. Watu wengine na ni wanaume walikuwa wanatetemeka namna hii. Arumei guoya onatika wa makiruta mufuto manegere Karinda. Huyu Karinda aliwataja fulani ndio wenye kuumiza mkulima. Na mpaka wakatoroka hapa. Sasa tumepambana na hii watu, karibu tunamalizana na hawa. Mimi najua hii pesa yetu ya 8 shillings imechelewa.
nitamwambia Waziri Chelugui na KPCU by next week pesa ya watu ya Embu ifike hapa. Pia nitamwambia waziri na watu ya New KCC, wale watu wameleta maziwa katika New KCC hawajalipwa miezi 3, by next week pesa yao ikuwe imefika, kwa sababu mlimida unaguo kokati guo. Kwa hivyo hiyo tutashughulikia. Mambo ya majani chai pia nimekuwa na mkutano jana, na hii maneno ya majani chai imeanza kuingia laini. Tumetafuta soko Iran, tumetafuta soko Pakistan, tumetafuta soko huko England, na tunaendelea na bonus ya mwaka huu uliopita. Mwaka wa 2023 ilikuwa mzuri, na matarajio vile nimeona kwa sababu ya dola kuwa juu, wakulima wa hapa Embu watafaidika zaidi. Pia ningetaka niseme ile factory yetu ya New KCC Runyenjes, mambo yake iko karibu tayari, ndio tukaribie wakulima hapa Runyenjes. Pia mambo ya makadamia, na mimi nataka watu wale wanaongea mambo hawajui ni nini wanasema. Rais William Ruto na mimi tukiingia kwa serikali, makadamia ilikuwa shilingi 20. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Sisi tumengangana, tumeweka mikakati, tumengangana na mabroka, tumebadilisha sheria, tumemezesha watu kuuza makadamia direct pale wanapeleka. Sasa wengine ni 90, wengine ni 100, wengine ni 120. Mimi nataka nitoe hakikisho, hatuwezi kubali bei ya makadamia irudi chini, itaendelea kupanda. Pia avocado tutafanya the same. Tutafanya the same kwa kahawa na kwa majani chai, kwa sababu sisi kazi yetu ni kusaidia mkulima. Na ndio tulipochukua serikali iliyokuweko ilikuwa imewachilia wakulima, bolea ilikuwa imetoka shilingi 7,000 kwa 50 kg, na rais ameingia, tumengangana, tumeteremusha, tunapoongea ni 2,500, ndio tupunguze cost of production. Na kwa hivyo tutaendelea. Hata hii maneno ya kodi imeletwa pale, iko sheria iliudwa pale bunge, tumeona iko na dosari kiasi ya kutaka wakulima ya makadamia nini waanze kutoswa. Hiyo maneno tutaketi chini, tumeongea na rais jana na waziri wa hazina, tutatafuta suluhisho, tutaongea na hao bunge wetu, kwa sababu hatuwezi kusaidia mkulima na mkono moja tumuumize na ile mkono mwingine, si ndio? Kwa hivyo hayo, serikali yetu ni serikali ya kujali na kusikiza mkulima. Mambo ya mgoka na mambo ya miraa, jana nimekuwa na rais wa Somalia, na tumechukua kijana ya hapa Igembe anaitwa Kiringo, ndio tumeweka balozi pale Somalia, kwa sababu babake alikuwa mkulima ya miraa, yeye mwenyewe ni mkulima ya miraa na ni mkulaji wa miraa, aende atafutie si soko. Si yuko namna hiyo? Mtu anaelewa mambo ya miraa aende atafute soko ya miraa. Mimi nitajifundisha, si chakula miraa, kwa hivyo siwezi jua sana kutafuta soko ya miraa, lakini nitakaa na Linturi hapa ni watu ya miraa, kaenda anakula mgoka, tusaidiane. Tuelewe vile inaenda, tuone vile tutasaidiana, tujue vile itakaa. Na sisi tumetangaza katika New KCC kuanzia leo tarehe 1, maziwa ilikuwa 45, sasa ni 50 shillings. Kwa sababu hapo mbeleni kulikuwa maziwa ikiwa mingi wakati ya mvua, maziwa ilikuwa inateremka mpaka 17 shillings. Rais akaweka 400 million katika New KCC to stabilize the prices, ndio wakulima wasiumie, na imekuwa 45 kuanzia leo 1st of March ni 50 shillings. Lakini tutahakikisha hiyo 50 mnalipa mwisho wa mwezi. Na mimi nataka nipongeze hao watu wote wa Meru na wapi ambao wananunua maziwa wanalipa tarehe 5 kila mwezi. Nataka niseme pongezi, kwa sababu hiyo ndio njia ya kumsaidia mkulima. Pia tungetaka mambo ya vyama vya ushirika, tunabadilisha sheria pale bunge, tulete transparency and accountability. Na nyinyi pale kwa chama ya ushirika pia mchague viongozi wako na heshima na hekima na mienendo yao inajulikana. Sasa wewe ukienda upate mtu alikuwa anaiba kalamu ya mtoto mwenzake akiwa standard 4, umchague kwa ushirika, maziwa itapotea haitapotea? Lazima mumulike mtu. Alizaliwa wapi? Babake alikuwa nani? Mamake anaenda kanisa gani? Alikuwa anachukua kalamu ya mtoto mwenzake au hapana? Ameshachukua kuku ya mwenyewe hapa maisha yake?
Mkishapitisha mtu ni tabia yake ni nzuri na ni mtu ambaye anaeleweka, mnamchagua chairman ama secretary ama treasurer. Lakini mkichagua mtu ambaye ni mwizi ya kuku ama ya ng'ombe ama alikuwa anaibia mwenzake, mnamweka yeye chairman, si vitu yenu itaibiwa. So tunataka muangalie sana mkichaguana. Na mimi niseme ya kwamba tutafanya kila juhudi. Mambo ya barabara zilikuwa hapa Embu ni kweli kwa miaka 10. Tumekuja kwa serikali tukakuta matatizo mengi. Rais amekwama pale Nairobi for 1 year. Alikuta mlolongo ya madeni. Tulikuta deni ya 9.6 trillion. Tukakuta karibu Kenya napigiwa kengele. Tumekuta deni ingine ilikuwa inaitwa Eurobond ya $2 billion. Tumeng'ang'ana, tumelipa last week. Hii ingine tumeanza kulipa. Sasa mambo imeanza kupungua. Sasa governor wetu tutaweka pesa kwa hizi barabara za watu wa Embu, wale makontrakta warudi tuweze kuwamalizia kazi yao. Na mimi nitaendelea kuja Embu. Marenda digo ke Embu marenda athieko. Iyo tuthia kuria mundu endetwo. Kwa inyuĩ atimia mwĩciragia na inyuĩ mwendete kwendwo. Ona ithuĩ nĩ twendete kwendwo. Ngoro yakwa nĩ irakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, ngoro yakwa ĩkaigua wega. Kwendwo, ona niĩ nĩ nyendete kwendwo, na wendete kwendwo, wendo wisha. Hau muno. Mimi na rais, watu wa Embu mlituonesha mapenzi ambaye haina kipimo. Mlitupenda bure, mkatuombea, mkatupatia kura. Sasa sisi lazima tukimaliza mwezi moja tunarudi hapa Embu. Kwa sababu mtu ambaye alikuonesha mapenzi, lazima umuoneshe mapenzi pia. Na lazima msaidike kwa hii serikali ya William Ruto. Sasa mkikosa kusaidika kwa hii serikali, mtasaidika kwa gani? Hii ni serikali yenu watu wa Embu. Na nyinyi mlitupigia kura 100%. Kwa hivyo hata kesho mimi nitakuja hapa mbele kusaidia kanisa. Hii ya vyama vya ushirika mkunji, tafadhali hiyo sitaweza kufika kwa sababu sasa nataka ni spend time kanisani kesho. Nikae na Wakristo tuombe pamoja, si ndio? So hiyo wewe tutapanga siku nyingine tutakuja, lakini nitaendelea kukuja hata tarehe 10 nitakuja kanisa nyingine pale Runyenje. Na nitaendelea kukuja. Hata mnitafutie shamba hapa. Mtanitafutia? Mimi ni mtu wenu. Na mimi niseme governor nikupongeze kwa kuweka umoja ya viongozi wa Embu. Na kina mama wale waliimba hapa ya mbele wamesema tukae tukiwa kitu kimoja. Hiyo timu ya wale. Tapitia hapo nitafutie nyinyi soda. Nyinyi ni watu wazuri. Wamesema Embu ikae pamoja. Governor, weka watu ya Embu pamoja. Kwa sababu hakuna maendeleo inaweza patikana bila sisi kuwa kitu kimoja. Uchaguzi uliisha, governor ni moja. Deputy ni moja, senator ni moja, huyu Mundigi ambaye anaonekana. Ma-MP wako, MCAs wako. Sisi tufanye kazi jameni. Tuungane zote, tuongee na sauti moja. Na nikiwa hapa Embu nirudie vile nimesema. Sisi watu ya Mlima Kenya, Kikuyu, Embu and Meru, tunaongea lugha ngapi? Sisi ni kitu kimoja. Na sisi watu ya Gema, watu ya Mlima Kenya, nguvu yetu ni umoja wetu. Na sisi tukiwa kitu kimoja, tukiongea lugha moja, tunakuwa na nguvu katika siasa ya Kenya, katika mambo ya uchumi, katika mambo ya maendeleo. Lakini tukikubali kugawanywa, tuanze kuongea hawa pande hii, wengine pande hii, tutapotea kama jamii. Nyinyi mnajua siku tulikuwa hatujaerevuka, tulikuwa tunagawanya. Tukajipata kwa upinzani nje ya serikali. Mwaka wa 1992 tulikuwa hatujachanuka. Watu ya Nyeri, watu ya Kirinyaga,
watu ya Embu, watu ya Meru, watu ya Tharaka Nithi na watu ya Laikipia na watu ya Nyandarua, tukasimama na mzee Mwai Kibaki. Kweli ama uongo? Watu ya Murang'a, Kiambu, Nairobi wakasimama na Kenneth Matiba, tukashindwa na Moi. Tulishindwa watu kushindwa, tukakaa nje mwaka 5, tukaumia. Mwaka wa 1997 tukarudia hiyo makosa, hatakuwa tumerevuka. Sisi pande hii Nyeri, Embu, Meru tukakufa na mzee wetu Kibaki. Watu ya huko wengine wakaenda kwa Charity Ngilu, wengine wakapoteza kura yao kwa Matiba, Moi akapitia katikati. Tukaumia miaka ingine 5. Mwaka wa 2002 tukaerevuka. Zote watu ya Mlima Kenya tukaunga Mwai Kibaki mkono, akapita na kura nzuri. Kweli ama uongo? Tangu siku hiyo sisi tumekuwa watu wamerevuka. Mwaka wa 2007 tena tukaungana Mwai Kibaki. 2013 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2017 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2022 tukaungana William Ruto. Sisi tunataka tukienda hapo mbele tutamchagua tena William Ruto kama tumeungana kama watu ya mlima. Negwadu waitu. Juzi nimeona vijana wamepotea, wanatumiwa na watu na maadui ya jamii hii. Wanakuja kugawanya sisi. Ati watu ya Murang'a pande hii, ati watu ya Nyeri pande hii. Hii ni wakati watu ya Kiambu, watu wa Embu. Hiyo ni njia ya kutugawanya, ndio tukue hatuna nguvu katika siasa ya Kenya. Na mimi nataka kumwambia watu wangu nikiwa kiongozi wenu hapa mlima, nitafanya kila juhudi kuhakikisha hakuna kamutu hata moja kanaweza gawanya watu ya Mt.Kenya. Tutaongea sauti moja. Nimukora twalia kemwe. Tuliaragia geke. Andũ aitũ hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ. Na mũthenya ũrĩa tũgetĩkĩra kũgayanio, tũgatharũrio, tũkanyaganio ta mai matheru. Na gũtirĩ ũgacoka kwaria na ũrĩa ũngĩ. Koguo mũndũ ũgagũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ Murang'a, atĩ kahinda gaka nĩ andũ a Murang'a, andũ a Nyeri marĩ na gĩtĩ, andũ a Kiambu marĩ nakĩo, na andũ a Embu mũrĩ mwakorwo nakĩo, andũ a Meru, andũ a Laikipia. Iyo nĩ mĩario ya ũrimũ. Na nĩ andũ mataramenya ũrĩa mareka. Na nĩ ngwenda kwĩra ciana citũ, atongoria tũrathurire mbeũ njĩthĩ, memenyerere mũno matikae kũhũthĩrwo kũgania nyũmba itũ. Katiguo magũthiĩ mahenio ta ngũkũ ũrĩa ikagĩrio mbembe, ĩgacoka ĩgekĩrwo mũte. Ithe ngũkũ ndĩikagĩrio mbembe ũguo. Memenyerere mũno na mahoe kĩrĩra kũrĩ athuri. Moke maikare na Karinda, akoretwo hau mĩaka 20 gũtirĩ ũndũ atoĩ. Merwo ũrũmwe witũ nĩguo hinya kĩ? Andũ a Embu no mwĩtĩkĩre kũgayanio? Ithuĩ tũkwenda gũikara twĩ kĩndũ kĩmwe. Na twarora siasa ũrĩa ĩrathiĩ, nĩ tũramĩrorera tũrĩ haraihu. No nĩ tũramenya ithuĩ angĩkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, gũtirĩ mũndũ ũngĩtwenyenya tũrĩ andũ a Mt.Kenya. Na ithuĩ tũrĩikaraga twĩ kĩndũ kĩmwe, na mũndũ ndakanae gũtwĩra tũgayanio atĩ gĩ county. Tondũ mũndũ angĩtonya gatagatĩ gaitũ atũgayanie, ma nĩ twathira. Na andũ no matũbangĩre maũndũ me kũraihu, mahũthĩre ciana citũ. Katiguo? No ndĩmere na mwacio maratũbangĩra, mamenye ithuĩ tũthomaga marũa me baha. Yoke ndĩmere mũkungi akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Ithuĩ twĩbangĩte mũno na ũrũmwe witũ. Twĩbangĩte mũno na ũrũmwe witũ. Na tũgũikara twĩ kĩndũ kĩmwe, na tũrĩaragia kĩmwe, tũrĩciraga kĩmwe. Andũ a Gĩkũyũ, andũ a Embu, andũ a Meru, tũtikanetĩkĩre mũndũ agatonya gatagatĩ gaitũ atwĩre ũrĩ waku na we ũrĩ waku, na reke tũikare twĩ kĩndũ kĩmwe, tũcirage maũndũ maitũ, nĩgetha maũndũ maya ma kahũa, maũndũ ma macani, maũndũ ma mũgũka, maũndũ ma iria, maũndũ ma makadamia, tũgaciraga twĩ nyũmba ĩmwe. Tũngĩcira ũguo tũciraga twĩ nyũmba ĩmwe, nĩ tũkoragwo na hinya mũingĩ mũno thirikari-inĩ. Nĩkĩo ũrona twĩna mamĩnĩsta mena hinya thirikari-inĩ ĩno, tondũ twaragia gĩkĩ. Na nĩ ngwenda kwĩra atongoria aitũ, thengio mũno na rũrĩrĩ rwitũ. Nyũmba itũ tondũ nĩndĩraiguire nĩ ĩrarire rauga ndĩngĩenda kũgayanio nĩ mũndũ. Na ithuĩ tũtingĩenda mũndũ atũgayanie, na tũtingĩenda ciana citũ cihũthĩrwo gũtũgayania. Reke tũikare twĩ kĩndũ kĩmwe,
twaragie ruga imwe tondu twaikara twi kindu kimwe maundu maitu marikaraga mari mega hindi ciothe. Koguo ni andu a Embu ni ndakena muno muno muno, muri andu aitu na muri andu akwa igana kwa igana. Inyuĩ muri akwa matu nahe na heo maundu ndirabanga banga ndaikaikara mukaigua ni ndagucia kamwe ka Embu agathi handu thitiguo. Na nikio guku twina Attorney General Justin Bidan Muturi ni wa guku Embu, twina PS ugwitwo Esther Moria ni wa guku, twina CS ugwitwo Muchiri ni wa guku, ona Kariuki wari deputy governor irio ciake ciiriko ni irahe ni mukwenda naciongerere ngwihiage narua thitiguo andu aitu. Koguo andu a Embu ni ndakena na ni ndikanoga ni gucokia ngatho ma handu hakwa na president witu William Ruto mane mwatwikire wega na kwaria horo wa matuti ari handu hega tanie madari handu haceke mugituiguira tha uguo buri mugituhoera Ngai mugituhe kura mugitwenda uguo buri na mugitwitikia tutikanoga ni gucokia ngatho andu a Embu handu ha president nani kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa tugutura tumwendete tugutura tumurutagira wira na governor na Mudigi na MP mirango yakwa ni mihingure mugoka utuku mugoka muthenya muke munjire maundu maria mukwenda twike mandu aitu tondu andu a Embu ni andu egana ni andu abata na ni andu akurutirwo wira na ni andu akumenyererwo na koguo no nginya tuke twake makanitha twake barabara twake macukuru guku tutigatira ni mukwenda tuikare tugiukaga koguo ni ndakena muno na arimi uguo twarikanira ni githomo giki kiuma kiega muno ona ni no rathoma maundu meri matatu no ndohiga tuikare tugithomithagio tuikare tukiuhigaga tuikare tukirutaga wira na hinya na nigetha Ngai witu aikaraga turathimite na aikaraga atumenyereire. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much watu wetu wa Embu.